Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kufanikisha kile ulichokipanga, lazima kuna mambo matatu makuu utayapitia. Jambo la kwanza, utapitia vita. Vita katika ulimwengu wa roho, vita katika ulimwengu wa nyama. Vita katika ulimwengu wa roho, vita katika ulimwengu wa nyama. Waefeso 6 ule mstari wa 11 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na uweza wa nguvu zake. Lakini anasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana. Kwa sababu gani? Anaposema namna hii, anadhibitisha kwamba vita vipo. Mungu mwenyewe anadhibitisha kwamba vita vipo. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Ezekieli 11 ule mstari wa kwanza hadi wa 4, utamwona Ezekieli alipokuwa amepanga amjengee Mungu nyumba. Ezekieli alipita kwenye magumu. Ezekieli alishangaa. Anajiuliza, kwa nini ninachokipanga kitimii? Kwa nini ninachokipanga kionekani? Ezekieli akaanza kumuuliza Mungu kwenye maombi. Anapomuuliza Mungu namna hii, anapelekwa kwenye lango la mashariki. Anapelekwa kwenye lango la maingilio. Anawaona wazee 25 wakiwa wamesimama kupinga kile kitu ambacho Ezekieli anatamani kitokee. Anashangaa katikati ya wazee 25. Anawaona wengine anaowafahamu, anamuona Yazania, anamuona Pelatia. Kwa hiyo nataka nikwambie, vita hivi havikuwa vya kawaida. Nataka nikwambie, ili ufanikishe kitu cha kwako, lazima kuna vita vitajitokeza. Kuna watu watakupinga katika ulimwengu wa roho. Kuna watu watakuzuia, watazuia malango ya fursa, watazuia mipango ya kwako. Ndio maana tumeweka maombi haya ili uombe pamoja na sisi, ili yale ambayo unatamani yatokee yaweze kutokea. Nataka nikwambie kwamba hii si kitu cha kawaida. Tuna vita vikali kabisa, na tunaopigana nao si watu wa mbali, ni watu wa karibu, tunaokula nao, tunaoishi nao. Ndicho kilichomshangaza Ezekieli. Alishangaa kwa nini anapambana vita na watu ambao wanasali kanisa moja, wana mipango ambao wanashirikishana. Kwa hiyo nataka nikwambie, vita tunavyopigana si vita vya kawaida, lakini vita vya ulimwengu wa nyama. Vita vya ulimwengu wa nyama. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, utamwona Daudi hapo. Daudi anataka kulikomboa taifa la Israeli kutoka kwenye fezea ya Goliath, kutoka kwenye aibu ya Goliath, kutoka kwenye kutukanwa. Anamshirikisha mfalme wa kipindi kile, anamshirikisha Sauli. Sauli anaanza kumkatisha tamaa. Sauli anamwambia hautaweza. Sauli anamwambia wewe sio mzoefu wa vita. Daudi anaanza kukatishwa tamaa. Anaambiwa namna ambavyo Goliath ni mzoefu wa vita. Kwa hiyo kwenye mipango ya kwako, kwenye ajenda ulizozipanga,